Hujambo na karibu katika BMTV ukiwa nami Mr. Chairman. Asante sana kwa kujiunga nasi popote pale ulipo. Na leo hii kwenye meza yetu niko na mgeni. Ningependa ajitambulishe yeye ni nani, anatokea wapi, anajifisha na nini, ili tukaweze kujifunza mengi katika kipindi chetu cha SPC, Single Parenting Challenges. Usiondoke. Karibu ndugu yangu, anakuita nani? Asante sana. Wanaita Kedi Elvis Karisa kwa majina yangu, lakini kwa majina ya utani naitwa King Mapete, majina ya usanii na majina ya mtaani. Okay, wewe ni msanii. Yes, mimi ni msanii. Msanii wa Mimi ni msanii wa hip hop, napiga mapiano, kila design ya nyimbo. Okay. Yeah. Waweza tupigie at least kama ni akapela moja mtazamaji pale akajua kama naweza kupiga freestyle. Twende nalo. Yo, take it easy, usulize kusupamba, mimi ni mkali zaidi kali, mimi ndo toes kwa masit paka kwao, industry imekubali, mimi ndo king wa mishano, you better take it easy, pande hizi wewe ni fisi, kudimana na sisi, sito madakesi, kinyongo, chinja, mazishi, ua, yeah. Wazi. Tuko na Mapete, huyu ni mtu ambaye anachana sana ndani ya Malindi. Anyway, Mr. Mapete. Yes. Ulianza lini katika safari yako ya muziki? Muziki ilianza kitambo 2005 mpaka sasa nafanya muziki. Mtu akitaka kukupata ama akitaka kupata nyimbo zako mtu akitaka nyimbo zangu anapata YouTube hapo King Mapete, TikTok King Mapete, kila mahali King Mapete unapata nyimbo zangu. Mimi TikToker ni kila kitu, YouTube King Mapete, TikTok King Mapete. Okay. Ni msanii gani wa hapa nchini Kenya ambayo ungetamani yani kufanya collab naye ama ungetamani sana kuimba naye ambaye anakumenta? Msanii hapa Kenya ningesema kufanya naye kazi kama vile Calligraph Jones, OG mwenyewe. Ningepata OG sasa niweza kuchana naye, kujua anachana jamaa na mfeel sana. Okay. Ni ngoma gani ya OG ambayo yani alitoa yani ikakujaza ama ikakugusa yani sana? Ngoma nyingi, lakini kuna ngoma moja hiyo imeni touch, inaitwa Baba Omolo. OG. Wazi. Baba Omolo OG hiyo mwanangu. OG mwenyewe. OG ya. Okay, Mapete, katika safari yako ya muziki ni changamoto gani ambazo ni wanamuziki ambao wanaanza kuinukia kwa wanapitia, ambao unaweza ongea changamoto ambazo pengine kama kuna mwimbaji pale chini ambaye anataka kuanza uimbaji akajua kabisa usanii uko na changamoto hii na hii? Changamoto za usanii, kama vile wewe ni msanii uko hapo, yani una kipaji, unataka kuimba, changamoto zake ni kwamba ni ujitume kila mahali, kila shughuli zinazofanyika, kila shughuli zozote ujiingize, onekanike. Na pia changamoto zingine ni kwamba ni kuingia studio ni hela. So muziki changamoto yake ni pesa. Juu muziki zamani ilikuwa kama vile fun, lakini sasa ni biashara. Okay. So changamoto yake ni pesa, uwe na pesa ufanye muziki ama upate manager ambaye utakuwa kwa management. Okay, wewe so far uko na manager? So mimi sina manager, mimi niko tu mimi mwenyewe. Okay. Sawa. Karibu Juice. Asante sana. Nashukuru sana kwa kuja katika kipindi chetu. Watu wanasema kwamba msanii ni kioo cha jamii. Na leo niko na bahati kwamba nimekaribisha msanii katika kipindi chetu cha SPC. Ningependa tuchanganue ama tuongelee swala la family issues. Watu wanateseka sana, watu wanapitia mambo mengi sana. So ningependa tuongee na Mr. Mapete, atutambulishe kuhusu familia. Je, wewe kuna familia ama kuna mke, kuna watoto? Mimi niko na familia yangu ni watoto wangu. Sina mke wangu tulikosana, yuko kivyake, lakini mimi sasa niko na watoto. Wewe ni single father? Single father, yeah. Okay, kuna watoto wangapi? Watoto 4, but kila watu wawili na mama yao ni tofauti. Wengine wawili tu mama ni tofauti. Umesema uko na baby mama wawili. Yes. Je, ni kitu gani ambacho kilipelekea yule baby mama wako wa kwanza ama yule bibi yako wa kwanza ilipelekea paka mkatengana? Baby mama wangu wa kwanza alikuwa yeye paka yani changamoto safari tukatengana ni kwamba yeye hakunywi havuti. Mimi navuta na nakunywa. Wewe ni mtu wa uraibu yani. Mtu wa uraibu kwa fupi yani. Lakini mama watoto ni mtu ametulia. Ametulia kabisa, na uraibu wote yani. Sasa alikuwa hapendi mimi nikunywe. Na mimi yani kukunywa yani najisikia mimi mwenyewe. Sasa hapo ndio changamoto hii paka mimi naye tuka separate. Alijaribu kukubembeleza kwamba anakusihi uache mambo ya uraibu, lakini asekashindikana paka akachoka kwa. Alibembeleza acha uraibu, aone usi mzuri, ukijapo umeelewa tuelewani, hatuwezi kujenga familia pamoja. Mimi nakutana yani kama yani unanizulumu. Hiyo changamoto ndio paka bibi yangu wa kwanza tukaachana mimi na yeye. Okay, na huyu mwanamke wa pili ambaye mlioana, je, na yeye mliachana kwa njia gani ama kwa sababu gani?
Mwanamke wa pili sababu zake za kuachana kwa sababu pia naye anatumia uraibu, mimi nami natumia uraibu. Sasa nikifanya na nyumba hatuwezi kuelewana. Kila mtu ni mkali kivyake. Ambapo inastahili kwamba ni ndani ya nyumba mtu ambaye anastahili asikiziki ni mwanaume. Sasa mama watoto wa pili naye akawa ni kila kijana ya nyumba yuko juu na uraibu wake, mimi niko juu na uraibu wake. Sasa hatuwezi kushikana kivile. Ambapo nikitembea maskani zangu, yeye upenda kunifuatilia. Juu pia ni mtu wa uraibu, anajua kabisa mtu wa uraibu akienda kunywa aweza kuangalia pia ni warembo. Sasa akawa ananifuatilia anga zangu. Ndio sasa mimi kwa sipendi anifuatilie, ndio tukakosana mimi naye kwa sababu hiyo kunifuatilia tu. Okay, so Mr. Mapete, toka wale wake zako ama bibi zako wawili muachane, ni kitu gani ambacho ushaka ukajutia kwamba laiti singefanya hivi hawa wanawake hawangeniacha? Siwezi kujutia kwa sababu pia ni kulenga pia nimekuwa mtu mzima na pia ninaangalia familia. Siwezi kuangalia wanawake tena kwa sababu wanawake ilikuwa thamani yao ni tulete familia pamoja na venye wameenda, itabidi niangalie pia hii familia ambao ni watoto wangu, nizingatie ili uweze kuwa na maisha bora. Okay, haujawahi kujiuliza yani kwamba venye mwanamke kwanza alikuacha sababu ya uraibu, mwanamke wa pili pia akakuacha sababu ya uraibu, au ukasema pengine sahihi acha niamue kuacha huu uraibu alafu nitafute mwanamke mwenye ambaye tutaweza kuja tukaendeleza maisha? Ushai kufikia hapo kajiuliza kitu kama hiyo? Kitu kama hiyo mimi sije kufikia kwa sababu sioni muhimu tena kwa sababu pia nimepata familia na familia ni watoto wangu. Lakini Mr. Mapete bado wewe ni kijana, bado yani haujakuwa mtu mzima vile kwamba utakosa kwamba hutahitaji mtu wa kumuoa. Naona bado uko katika umri wa barobaro kwamba unahitaji mtu ambaye utakuja kumuoa. Katika hili swala ambalo wewe bado kila mwanamke ukimpata anakuambia uache uraibu, lakini wewe mwenyewe hauachi na inasababisha paka mnakuja mnaachana na ule mtu ambaye mnaoana. Je, kwa nini yani wewe usiamue kuacha ukasema acha nitafute mwanamke ambaye tutakuja tuishi pamoja? Ama uraibu yani umefikia ikisema kwamba hauwezi acha? Sivyo, uraibu mimi naweza kuacha, lakini pia kuacha inategemea pia na wakati wake. Kuacha kitu unaweza kujisikia kuacha, lakini pia ni wakati wake hujafika. So if wakati wake wa kuacha uraibu nitaacha. Okay. Tukiachana na masuala ya wanawake wale ambao mmeachana, bibi mama zako je, watoto wako wale ambao unaishi nao, kuna maswali unajua kama unaishi na watoto peke yake hawana mzazi mwingine ama hana mama yao, unaishi nao lazima kuna maswali atakuuliza, vipi mama alienda wapi, mama vipi, mbona mliachana? Yani watoto ni wadogo ama ni wakubwa ambao wanakuuliza hao maswali? Watoto wangu mimi sio wadogo vile, lakini wanaelewa kwa sababu gani? Huwa hawaishi mbali na mimi, mama zao tuko mtaa mmoja lakini hatuishi pamoja. So ni watu ambao ni kila saa wanakuja na naona mtu mitaani. So inakuwa ni hawezi kupata moto wote kuniuliza kuhusu mama vipi ama ilikuwaje, kwa sababu tunaishi kama kawaida tu. Wewe kama single father huwa bado una communicate na wale baby mama wako ama wale mama wa watoto wako? Bado mnawasiliana? Yes, watu tuna communicate. Kuna hili swala ambalo watu wanasema kwamba usiai oa single mother, ambao ukiwa single mother ni kwamba wanasema ni kama umewabibia mwenzako, kwamba kwa mfano mimi sasa niseme na wa single mother sasa siku baya single mother nimemuoa, halafu babake wale watoto bado wanaongea, naona napata messages pale nini na nini, hauoni kama linahatarisha katika ndoa ya mtu mwingine? Kwa mfano wale wanawake zako huku waliko waweza kuwa wameolewa ama wana date ama katika mahusiano, je, wakati mnaongea hauoni kama unahatarisha mahusiano ya ule mtu mwingine kule? Mimi kivyangu mimi yani nikiongea na ex wangu ambaye ni mama kwa watoto, huwa simuliza habari za kwamba ni mapenzi, na muuliza habari za kwamba ni habari za kujulia watoto wanaendelea vipi. Kama wako upande ule wake. Kama upande ule wake. Okay. Kitu kama hiyo. Sasa naambiaje watu ambao wanasema kwamba usioe single father ama usioe single mother? Yaani kuna wale vijana kwamba mtu ambaye anasema mtu ambaye ameshazaa ako na mtoto hauwezi oana na yeye. Unaweza waambia nini? So kama uko hapo na wewe ni single father ama ni single mother ama ni mtu ambaye hujajiingiza kwenye ndoa, kama wewe ni kijana wataka ndoa, angalia mwanamke ambaye hajawahi kujiingiza kwenye ndoa ndio muweze kuleta ndoa. Na kama wewe ni single father wataka kupata mwanamke ambaye ni single mother, wewe kwa single father ni upate single mother,
Ukiwa single mother ndio upate single father, ndio mtaendana. Huwezi kwa wewe ni kijana ama ni msichana ambao hujajiingiza kwenye ndoa na wewe ni msichana ukapata single father, itakuwa ngumu kwenye mwelekeo wako wa maisha wewe ambaye ni hujaanza kabisa. Okay. So kama wewe ni single father, pata single mother. Na kama ni single mother, pata single father, ndio mtaweza kupush life. Okay. Yes. Kuna wasanii wengi kwamba ambao tunawaona ambao ni wako juu ambao wamejulikana wasanii lakini hawako kwenye ndoa. Yaani wasanii wengi sana yani hawakai kwa ndoa. Yeah. Unaona? Unakuta ni msanii yuko na mapesa, yuko na gari, yuko na nyumba lakini kama ni mwanamke hajaolewa, kama ni mwanaume hajaolewa. Je, hili wewe kama msanii, kuna ule shabiki pale ambaye kuna ule pale mtu pale nje ambaye si mwanamuziki, hajui kwenye muziki kunaendelea nini, lakini hilo swala analiona, anajiuliza mbona hawa watu wako na mapesa, wako na manyumba lakini mbona hawana wanawake ama hawana wanaume? Je, wewe kama msanii unaweza walizungumziaje swala kama hilo? Yeah. Mimi ningependa kuambia mashabiki za wasanii, usanii ni tofauti na kazi nyingine. Usanii ni kazi ambayo ukianza na ukiendeleza itakuwa na changamoto nyingi. Kwa sababu gani? Utakuwa leo, mfano leo uko Kenya, kesho uko Amerika, na ukienda Amerika huwezi kwa siku moja kule, kwa siku kama vile wiki moja. So sasa ukitaka yani uhusiano wako wa mapenzi na kazi yako itakuwa ngumu. Kwa sababu gani? Ukienda kule umekwenda utapata mambo mengine kule, so ndoa yako lazima ivunjike. So ni rahisi sana kuishi bila mpenzi ama kuishi single wakati ni kwa sababu yani hii kazi yako hairuhusu. Wewe ni mtu wa kusafiri sehemu tofauti kulingana na kazi yako. Okay. Sawa sawa. Kwa hiyo ndio inasababisha wasanii hawana wanawake, hawana mabibi, wao na watoto tu. Yeah. Ukiangalia hivi Mapete, kuna ni kitu gani ambacho kinasababisha ulimwengu wa sahihi kwamba watu hawaishi sana kwa ndoa kama zamani? Yaani zamani ilikuwa mtu ukisikia mtu ni single mother ama ni single father, basi mke wake ama bwanake alikufa, alishafariki. Ndio maana amebaki kama single mother ama single father. Kwamba ukiona mwanamke anakuambia mimi ni single mother lakini bado ukiangalia bado ni mdogo, bado bwanake yuko lakini yeye ni single mother. Yule mwingine ni single father lakini wanawake amezalisha wanawake karibu 5 lakini bado wako wale wanawake lakini yeye bado ni single father. Ni kitu gani ambacho inasababisha ulimwengu wa sasa ndoa zisidumu? Kitu ambacho ningesema mimi ningeonelea kusema ni kitu ambacho kinasababisha paka ni ndoa zidumu ni kwamba wewe umpata mwanamke. Wakati mwanamke umempata, mwanamke hana shughuli yote ya kufanya, anakutegemea mwanamke kwa sababu umempata, kwamba unampenda, unataka una yeye. So utamgharamia kila kitu. Mkiwa na nyumba sasa inakuwa sana ni changamoto. Kwa sababu gani? Umeenda kazini kwako umekosa wewe. Umerudi nyumbani hakuna chakula. Bibi yako kuuliza sio utakula nini? Unaambia mimi ile sufu ya kazi, kuna vile cha mtu fulani. Bibi yako anaanza kukasirika. Anakuambia sasa wewe ulinioa na sasa nitalala njaa wakati wewe mwenyewe umetafuta umekosa. So changamoto kubwa sana ni kwamba huyu bibi amemchukua, hujampa kitu yote ya kujihusisha ya kuta incoming mtaji yani. Kama vile mfungule chochote cha kupata pesa ili ukikosa yeye naye anaweza mweza kusaidiana. Okay. So kitu changamoto kubwa ni hiyo kwamba ni unamwacha mtu wako ambaye hana kipaji chochote ama hana na huja mwambia kwamba ni mwenzangu fanya hivi na hivi upate shilingi angalau kama sina kesho tuweze kusaidiana. Hiyo sasa ndio inavunja ndoa. Kwa sababu gani? Kipato chako ni kimoja, yeye bibi atakiba kipato chako, yeye ndio mweze kuendelea na maisha. Ukikosa inakuwa hakuna ndoa. Hapo ni changamoto hiyo. So mmesikia vijana, kama unataka kuoa hapo unatafuta mtu ambaye anajishughulisha. Kwa mfano kama ni msichana umempata hana kazi, mfungulie hata kama ni mahali kwa kukaranga viazi ama kibanda cha kuuza mboga. At least ukitoka jioni anakuwa na 200 yake, wewe pale unakuja na 300 mnachanganya na kwa 500 na maisha yanaenda. Mapete, tumeshukuru sana kwa kuja katika kipindi chetu cha SPC Single Parenting Challenges. Katika jamii zetu tuko na changamoto nyingi na watu wengi wana mambo mengi ambao wanapitia. Na ndio maana huwa naita watu hapa tukija tukaongea, tusaidiane ama tusaidiane kifikira na mawazo ili tuweze kufanya. Kwa mfano chenye ambacho umepitia Mapete, kuna kijana pale nje yuko katika situation kama hiyo, anapitia hali kama hiyo. So akikusikia vile unaongea pia yeye itamjenga ama itamwepusha na mambo mengi, kwamba mfano mimi ni mraibu, acha pengine niache uraibu
ndo nisikize mke wangu, ndo maisha yaendelee. So asante sana kwa kukuja. Katika kipindi chetu mwishoni huwa tuko na challenge ambayo namuuliza Mapete, yeye amesema ni mwimbaji. So kuna picha za waimbaji hapa nitamuonyesha, atujibu. Akizipata zote ataondoka na zawadi. Kuna zawadi hapa imeandikwa Mr. Chairman. Akijibu maswali yote anaondoka nayo. So tuanzia hapa wasanii ambayo wako hapa anijibu Mr. Mapete. Okay. Kuna huyo wa kwanza hapa. Oh, Kiddies. Kuna huyo wa pili. Octopizo. Sorry. Kuna huyu. Dula Makabila. Kuna huyo. Saru. Kuna huyo. Dogorish. Kuna huyo. Shabegi. Kuna huyo. Nani wa Nairobi huyu? Nimemsahau jina huyu. Nimemsahau jina kabisa huyu yani. Amekutoka huyu. Kuna huyo. Barnaba. Kuna huyo. Kazuchu. Hani. Kuna huyo. Tundamani. Alright. Mr. Mapete amekosa wasanii kidogo sana. Alikuwa ni apate wasanii wote lakini amekosa wasanii kidogo. So wewe kama wewe ni shabiki yangu na ungependa kuja kwa BMTV uonane na Mr. Chairman, hapa kuna zawadi imeandikwa Mr. Chairman. Hapa ndani kuna shilingi 5,000. Ukikuja kwa show ukiipata unaondoka nayo. So nitafute kwa namba hiyo hapo, au nitafute uje kwa interview tu share story mimi na wewe, tupige story 2-3 ili tukaweze kuinuana na kusaidiana. Mr. Mapete. Yes. Naomba uongee na watazamaji pale, unawashauri nini ama wasia wako wa mwisho kwa mtu ambaye anakutazama? Watazamaji wetu wa BMTV tunawakaribisha sana mweze kutusupport, mwe pamoja na sisi, mweze kusupport kipindi hichi pamoja na Chairman. Pia support yenu ni nguvu kwetu pamoja na jamii yetu. Wazi. So usisahau kusubscribe pale YouTube BMTV. Mimi napatikana kama Mr. Chairman, Facebook, Twitter and Instagram. Karibu sana na usisahau kutufuatilia popote pale ulipo. Shukran. Wazi. Sawa.